Nini? Unatoka? Kendi, hujajifunza tu mwanangu. Jana umetoka kukabwa. Nusu wa kutoe roho. Leo tena utoke mwanangu. Hebu nisikilize binti yangu. Hapa mtaani kwetu sipo salama. Wako vichochoroni mwanangu. Wanataka waangalie wanaotembea kwa miguu, wawapore walichokuwa nacho. Nisikilize mwanangu. Wewe umeishi maisha ya chuo. Mtaani kwetu kuna kuja likizo tu tena ya muda mfupi tu. Hivyo vichochoro vingi mwanangu huvijui. Na ndio maana hata jana limekukuta bala. Na pia mwanangu kuna kijana nishamwagiza awe anatuletea vitu humu ndani. Sioni sababu ya wewe kuzurura ovyo. Sioni mwanangu. Hebu jipumzishe basi binti yangu. Sawa? Mamangu, umeshaanza. Najua unanipenda sana, lakini usinilinde kupitiliza. Sawa mama? Naenda kwa rafiki yangu. Na huyo rafiki yangu ni mtu ambaye nimewasiliana naye toka niko chuo. Na nilimwahidi nikifika tu nitaenda kumwangalia. Alafu isitoshe mama, siku hazifanani. Kilichotokea jana hakiwezi kutokea leo. Ndio maana siku ni tofauti. Jana Alhamisi, leo Ijumaa. Karibu. Huwezi amini. Nimejikuta ni mtu mwenye furaha sana kipindi uwepo wako huko hapa ofisini kwangu. Jisikie huru. Na hii ndo ofisi yangu ndogo ambayo najitafutia mimi riziki. Wale unaowaona pale ni vijana wangu. Nashirikiana nao hapa kwenye kupambana. Baby, kwanza niseme ndogo. Umejitahidi sana. Unajua unazidi kunishangaza kila siku. Yaani tangu siku ya kwanza tumekutana mpaka leo. Kuna vipointi unavichukua ujue, hapo tofauti na wanaume wengine. Mimi napenda mwanaume ambaye anajituma. Hata kama unasema kidogo, lakini kuna watu imagine wamekaa, hawajui asubuhi na mke anaenda wapi na kazi zipo. Lakini watu wamekaa. Anasubiri baby, tumia 2000 sio nishakuwa na mtu kama wewe ujue. Lakini wewe unanishangaza kila siku baby. Alafu ngwambia ukiacha hivyo na yale mambo yetu. Baby sisemi, uko so mwana. Hapana mwanangu. Mimi niko hapa kwa ajili ya kuwalinda mabinti zangu. Na sasa hivi unavyoniona mamako, niko kwenye harakati ya kutafuta kijana ambaye anaweza akatusaidia kazi za hapa ndani. Tukitaka sokoni tunamtuma. Mahitaji yoyote tutamwagiza yeye. Hebu basi jipumzishe binti yangu, tusibishane, sawa? Na yote hayo mwanangu yanatukuta kwa sababu huyu mtoto wa mjomba yenu huyu mpumbavu mmoja tu. Yaani yuko hapa badala hata angesaidia hizi kazi ndogo za kwenda sokoni, sijui kwenda wapi, yeye na geti na yeye. Tunaingia tena gharama za kutafuta kijana mwingine. Hivyo mwanangu tusibishane, naomba mwanangu, sawa? Mama, mimi siwezi kubishana na wewe, wewe ni mama yangu. Siku zote sikio haliwezi kuzidi kichwa. Lakini pia mama, kwa nini unaingia magharama kwanza kumwajiri mtu? Eti kwa sababu tu atuletee vitu wakati mimi nipo. Tuseme leo nimeolewa mama. Ni nani atakaye kuwa anaenda kuniletea vitu nyumbani kwangu? Si mimi mwenyewe. Kwa sababu hata mume wangu hawezi akakubali kitu kama hicho, eti kijana au anaenda kuniletea nyanya wakati mimi nipo. Si kazi ya mwanamke hiyo mama. Tafadhali mama. Najua unajaribu kunilinda, lakini sio usinilinde kama yai ambalo likidondoka limepasuka na likipasuka kazi imeisha. Kwani hauniamini mimi mti yako? Yaani wewe. Sawa mwanangu, lakini kuwa makini. Sitaki mamako niweke roho juu mwanangu kama mkungu wa ndizi, sitaki. Na kuahidi nitakuwa makini na sitopita tena nje nilopita jana na nitawahi kurudi. Thank you mami. Asante mwanangu kipenzi. Haya baadaye basi. Ufike salama. Okay. Sema unisamee tu kwa sababu nazoea na najua ni watoto wa kishua. Ninapenda sana mazingira fulani hivi amazing na yaliyopoa. Na uniwie radhi tu. Kwa sababu mimi nilikuwa sina lengo baya. Lengo langu la wewe kufika hapa ni kuonyesha ofisini kwangu halipo. Kwa hiyo naamini siku nyingine tu nitakupeleka sehemu nzuri na utaenjoy. Ndio.
Baby, sitaki uniite mtoto akishua, sitaki usirudie tena. Mimi na wewe wote tuko same. Mimi na wote wapambanaji hapa, wote tunajitafuta. Kwa hiyo sitaki urudie tena. Mimi sio mtoto akishua. Sipendi. Sawa, nimekuelewa. Alafu kingine, yani nitajitahidi mamangu, nipambane kwa jinsi ninavyoweza. Nije nyumbani kuleta barua. Wewe unaonaje? Baby, umesemaje? Namaanisha nataka kuja nyumbani kuleta barua. Serious? Kwani mimi nina matani na wewe? Kwa jinsi ninavyokupenda mamangu, lazima nipambane nilete barua pale nyumbani. Na na imani kabisa nikifika tu mama atapiga kigelegele. Mpaka naona aibu. Usione aibu. Aya, kula. Tema kwanza bibi yako. Tema kwanza bana. Haya. Mimi tena. Baby, umesema begiji kwa vichipsi vya konjeshwa, sikupi tena. Jamani, wewe ndio umetaka mimi niteme begiji. Tena unanisema. Oya, wembe kichwa wangu. Nisikilize mwanangu. Mimi nimekaa hapa nimevuta mwanangu. Alafu nikatulia kwanza kama dakika kadhaa hivi kwanza kufanya concentration kwenye kichwa changu. Ila medula blangata yangu kuna sehemu inagonga. Sisi mwanangu sasa tuna misingi. Sisi ni wauni lakini hatuna misingi. Alafu waso uoni. Kumbuka si masisela matravela mwanangu. Kwa nini tunakosa misingi? Ukicheki wauni wenzetu wote na kozi si wapi Ladwa, watoto wa Urusi wote ukiwaangalia hawafanyi kazi vururu, lazima wana misingi. Lakini sisi tunaendekeza mwanangu usela basi ununda basi, lakini hatuweki misingi. Mimi nakuelekeza dogo miuana. Kwani wewe mwanangu vipi? Yaani wewe unajua kabisa siku yetu ya leo tumeamka kama siku haieleweki inaenda wapi? Inaenda mashariki, inaenda magharibi. Yaani hapa tulipokaa hatuna baa, hatuna be. Yaani tupo tu, yani hata direction tu wenyewe hatuelewi. Yaani kitu chetu kiko kama tuna dizi fulani hivi tunazurura. Mwisho wa siku baada tujadili michongo tunapata wapi? Wewe unaanza kuniambia masuala ya yule jamaa. Yule jamaa wa nini sasa hapa? Kiombe. Sikilize damu yangu. Mimi nakwambia hivyo kama chafu yako kwamba mimi ninaelewa. Mimi understanding na buku. Kikwambia kitu nishachekecha damu yangu. Hauwezi kudiscuss kitu wakati una kichwa. Huwezi kudiscuss kitu una mkono, una mguu, au sio? Unaanza kudiscuss ukiwa na maisha umetulia, umechili kama hivi. Alafu uni na useda tunaofanya una mwisho. Ni kwamba sisi watoto wa ghetto msoto, ugali wa masimango, au sio? Ila kesho na kesho kuto tunatamani tuache hizi mbilinge mwanangu, tuache hizi harufu za damu. Na sisi tukatulie mwanangu, tukachinje kama wao, tukanywe kama wao, tukavuruge huko kwenye mavitambaa vyeupe mazegriti manini huko kama wao. Lakini tusipoweka misingi mwanangu kwenye hizi kazi, unajua tunauza roho. Muda wote mwanangu sisi tunaweza wakatubatua au katutia kibeliti ukajikuta hata hiyo mipango yetu tunayoifanya baadaye ikashindikana. Huu dogo sisi tulimpanga mwanangu. Nenda kasome ramani kwa umakini. Tukamwamini ujue. Si masela wote tunavyoamua kukaa backbench afu tukamuongoza mtu kama mwalimu, mwisho wa siku atuletea ushuzi kwenye kibodi na kwa ukama, au si? Kaenda kasoma ramani ushuzi. Tumeingia pale mwanangu, maji yameloa na mvua, tunakuta mwamba yuko ndani. Haya, tungekuta raia mobu akatubatua tukafa. Leo hii tungekaa hapa kijiweni mtoni tunaskuti tunapiga story hizo za kuongelea maisha. Amka mwanangu ulikolala wewe. Oya sikia babu. Mimi nataka nikupangilie ni kitu kimoja. Usiwe unapenda sana kuimba, afu mwisho wa siku sauti itakauka, afu kwa itakuwa lina maji. Yule dogo alishakuja maskani na ukaimba naye fresh na akakuelewa. Ukamsomesha ramani kwamba wewe dogo usiwe hivi na akakuelewa. Wewe brother ujue. Sio kila siku turudie mada moja. Yule dogo achana naye hata ajifunze. Kuteleza si ndo kupo babu. Wembe, don't smoking usikojoe hapo. Usiwe kama somo muuni bwana. Huu una misingi na huu unaeleweka babude. Huo dogo na mliogo, ishi naye basi.
Odi. Karibu. Njoo. Muha. Mimi sio Israeli mtoa roho. Nini tunakimbiana? Kwani nimekukimbia Muha? Eh? Karibu. Asante, vipi kwema? Kwema lakini sio kwema Muha. Kwa nini sio salama? Muha. Ni mambo yangu tu ya kifamilia. Ila hata wewe pia unanichanganya. Na unanipitia kila siku. Hata sipumui Muha. Alafu pesa yenyewe unaonidai ni 8,000 tu. Shangazi Madaha, unaanza kujipunguzia deni. Unadaiwa shilingi 28,000. Usianze kunipoteza maboya hapa. 8,000 ya wapi? 28,000 hii. Shangazi Madaha 28,000. Pesa ya pasi na beseni. Leo unaniambia eti 8,000. 8,000 ya wapi? Au umehesabu hizo siku 4 ambazo sijaja hapa nyumbani? Haya, tuache yote hayo. Nimefuata pesa. Juzi, majuzi, jana na leo. Shilingi 8,000. 2,200 tu ya siku kwenye makubaliano yetu. Samanini jamani, nilikuwa naongea na simu, hata nilikuwa siwaongeleshi nyie. Relax mama, relax. Kwanza unapita. Hujui kama hii zone na yenyewe inamiliki. Umelipa ushuru getini pale. Hoya. Hoya 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 Wembe. Hoya. Usio demu wa siku ile mwanangu apakia mboga majani, mboga sisi. Hoya sio huyo au nini? Wewe kitu chako vipi babu, kinakuwa kama hakina AI. Download vitu faster. Ndio yule hoja msolola, angalia nywele hizo. Mwanangu huyo mtu. Oya, sikia mwanangu. Leo sisi hatuna mood kabisa. Kwa relax, chill na machizi boti mwanangu, tukupangilie misondo babude. Sisi leo kabisa mashetani yamelala ghetto, au si? Hatuna tamu wa kuzingua. Leo tunaishi na wewe kibampani, yani ente hivi vidole gumba, au sio babude? Mwanangu mtoto. Zingatia jicho. Ushe basi. Zingatia lips hizi mwanangu. Unamwonaje wewe mchumba? So poa askari wangu. Yaani sometimes ni mpaka unaweza kujuta yani kwa nini uliniletea madharau. Wasi. Oya. Wembe, msikilize mimi mwanangu mchizi boti. Sisi tunaelewana mwanangu, tunaendana mwanangu, tunasikilizana, tunapangiana jambo moja. Acha wewe demu wangu. Babu, haina haja ya kumzingua. Huyu njiwa unajua katuhamisha mwanangu. Kiota tulichokuepo kitauli jamaa miwani kwa kiota kibaya, tulikuwa tunaelekea kuzinguana. Lakini kapita malaika ile, tumejikuta wote yani mafeke chetu tunaanza kuwaza love tu. So poa, unajua hii hisia sio kuipuuzia. Tumwache njia peperuke kama vipi. Atukupigi wewe. Ushaogopa. Oya, sasa sikia mwanangu. Au sio? Mimi ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi naomba awe shemeji yako. Au sio? Sasa sikia. Mimi nakupangilia vizuri mama, au sio? Mimi nataka niwe mpenzi wako. Mimi nataka niwe mchizi boti wako, niwe chibaba wako, au si uona semaje? Kiukweli nina haraka sana, naombeni jamani niondoke. Kuna mtu ananisubiria kule. Wewe. Oya, Wembe. Unaona anaanza kuleta mapozi ya kijambazi wakati sisi mwanangu tumemlegezea, tumemwambia sisi tuko fit mwanangu, atumzingua tumsumbui mwanangu. Kaanza kunata kaona kama tuko si wenzie, ujue mwanangu. Mimi mwenyewe nishaanza kunikata stima. Ondoke vipi tunapiga story mchumba. Unajua hayo ni makosa mwanangu kutufanya sisi mwanangu, tunaanza kuwaza vitu vingine baada ya kuanza kwenda kuchinja. Tulia basi mama, tusitofanye chochote. Tulia na sisi, tukilizika unaondoka, au si? Sasa sikia mama mtu. Mimi nataka niwe mtu wako mwanangu, mwamba wako mchizi boti, tukae pamoja, au si? Sawa mwanangu, sawa. Mimi mwana. So mwanangu eti machizi boti masela tukae yani mimi niwe chibaba, pika pakua ndani na wewe chimama hivyo. Nimekubali. Oya, tangia leo mwanangu ukimwona huyu ushe? Huyu ushe? Shemeji. Ushe? Shemeji. Huyu ushe? Shemeji. Easy hapa.
Nipe 5 basi mwanangu. Kweli mimi sishakuwa mtu wako. Alafu sasa sikia mwanangu. Toa 5 basi. Kiwembe mwanangu, nisikilize. Basi mimi sasa nakupangilia misondo nampa ulinzi mitaa yote. Wewe ukiingia hivi makuburi kwa wanangu. Au sio? Watoto wa ghetto Msoto. Yote naenda kuwaelekeza kwamba wewe mwanangu, ukimuona binti bandidu, kaa kushoto au sio? Ukiingia hivi mitaa ya Ladwa, hatujielewi wote nawaambia. Watoto wa Urusi, gari wa Masimango, ghetto Msoto wote. Sasa hivi ukiwa unatembea njia zote hata usiku usalama au sio? Au sio? Uliko unaenda wapi sasa? Naenda. Nikusindikize au? Hapana, asante. Tingisha basi. Ndio shereji. Wewe kutongoza rais mwanangu. Au una beto baadaye? Usikujui. Sawa, kwani shida iko wapi? Shida iko wapi? Shida ni pesa yangu tu, hakuna shida nyingine. Basi sawa. Jamani, hebu niache kwanza, si tunaongea hapa, si unipe hiyo pesa kwanza. Kwani mwa shida iko wapi? Wewe ni mtu mzima. Mtu mpaka akikusogelea akikushika anamaanisha. Wewe sio mtoto mdogo bwana. Mpaka wewe vipi? Hebu niache bwana. Wanaume wengine. Subiri kwanza. Hivi ulisema tunafanyaje pale? Mimi ndo shangazi Madaha kwambia. Wewe ni mtu mzima. Tutajua jinsi ya kulipana. Subiri kwanza basi, twende taratibu. Mbona unanipalamia jamani? Shangazi Madaha vipi? Kama unavyonijua, umeniita mwenye shangazi Madaha. Kwa kawaida yangu mimi ni Madaha. Basi unipe hata 4,000 basi. Sawa. Wewe twende ndani. Hiyo 4,000 utaipata huko ndani. Hebu tuingie kwanza ndani utapiga hata vizuri tu. Mimi ndo shangazi Madaha. Unafikiri utaponyoka hapa? Twende. Wewe unajidai eti? Weekend. Haya, unavobamiza huo mlango mwanangu, unataka kunipasua ufahamu wa ubongo au unipasue moyo wangu kabisa? Jamani, tunaishi na mapresha sisi, tushakuwa watu wazima. Yaani mama, nashindwa kuelewa wale wakaka niliwakosea kitu gani? Kila ninakopita na wao wapo. Yaani mimi siwaelewi. Hebu nielezee vizuri. Watu gani? Mama, nazungumzia wale wakaka leo nikaba jana wakaniibia hela. Yaani nimekutana nao tena leo na tena nimepita njia tofauti. Bora hata angeniibia simu, yaani walichokifanya. Wamenishikashika, wamenibusubusu. Kibaya zaidi kuna mkaka mwingine huyo kama jambazi. Ananiambia mimi ni demo wake kuanzia leo. Jamani, cheki. Ndio mlikofikia. Jamani Kendi. Wewe mwanangu wewe. Kwa hiyo amekupigia mabusu. Weekend wewe. Nilikwambia lakini mwanangu mtaa hujui huu. Mwanangu jipumzishe, jitulize. Mama, mimi nishakuwa mkubwa. Kwani hapa si mtaani kwetu? Mimi nitapita njia nyingine. Hiyo njia uliyopita nako pia wamekufuata. Kwa hiyo mwanangu leo tunaenda kufusi wapi? Wasikia mwanangu Kiwembe. Au sio? Mbona unaona nimekaa kimya mwanangu, nimesukuti, nimetulia, siongei chochote mwanangu, hapa niko na noa kisu na kucha. Kuna vitu vimenijia kichwani nikaona kweli haukaa. Sisi tunaenda Kiboya, tunaenda Kifara. Sisi ujue mitoto ya Mungu. Kabla tujaenda kupiga tukio letu, mimi niko nakushauri tuanze kusoma Biblia mwanangu, tunamuomba Mungu. Kuna Zaburi moja hapo kwenye Biblia ukisoma hiyo, matokeo yanatokea babude. Hivyo ulivyosoma. Kwa Zaburi 1:23 inaitwa Bwana ndo mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, ila mimi gongo lake na fimbo yake vyanifariji. Oe, tukipiga hiyo ndo tunaenda kupiga mshindi. Sisi wenyewe mitoto ya Mungu. Sisi kwani tuna dhambi ngapi babude tu? Wachai wenyewe wanaloga na mwambia Mungu atusaidie. Tutakuwa zembuse sisi. Wewe mwanangu, Mungu kila mtu anamtafsiri kivyake. Mimi nakwambia uhalisia. Mungu yuko ndani yetu na popote ambapo sisi tutaamua kumuomba atajibu maombi yetu. Wewe si ndio? Kila mtu anamuomba Mungu, afu kikubwa
Mungu mwenyewe mwanangu anaelewa kwamba hoya wanangu anatafuta riziki kwa njia hizo, au sio? Sema tunavyotafuta riziki tunajua sometime moja ile tunaangalia watoto na wazee tu. Oya, nigee kwanza akili. Nipe akili mwanangu nakuja. Sasa mama, mbona sasa unaongea huko unacheka? Yaani kwamba wewe umenifurahia mimi nilivyoshikwa huko nikapigwa mabuzu na watu wa ajabu. Sawa, nimekubali mimi mtoto wa chuo. Haya sawa. Na mtu mzima da, bora hata ningekusikiliza tu muda ule nikabaki zangu nyumbani. Mimi nimefurahia mwanangu ubishi wako tu kama Rem shangazi yako vile. Mimi hapa mtaani mwanangu kuna vijana waovyo. Wewe maisha yako yalikuwa ni ya chuo. Hapa upajui vizuri. Mwanangu jitulize ndani. Oh mama, mimi nikiolewa nitafanyaje? Elelelele. Nikamwambia nenda mwanangu. Yamekukuta jambo sasa unaanza kujichekesha chekesha na una bahati. Kama amefikia kukupiga mabusu mwanangu, napaka kukubaka, wangekubaka. Haki ya Mungu nasema wangekubaka. Kwa sababu hawachagui wale. Watu wazima wamebakwa, watoto wadogo wamebakwa. Sasa wewe wangekuacha mwanangu. Hata hivyo mshukuru Mungu umerudi salama. Si hawajakuumiza Na wewe kwa nini na wewe na baba mmetafuta sehemu ambayo ina vibaka, sijui wanabaka watu wazima na watoto? Kwa nini mlikuja kujenga huku? Tena ukiambiwa na watu wazima wewe unakubali mwanangu, mtu mzima dawa. Nikiongea kitu mwanangu nikubalie. Haya, umeona sasa. Kwa hiyo umetisika mwanangu, tafute kijana. Mtafute hata leo, yaani mimi siwezi tena kutoka nje. Keti mwanangu. Mpaka nikukute jambo sasa. Nyo. Ubishi tu. Mtani pameoza hapa mwanangu. Afadhali. Kitulie ndani. Maana naye hasikii hata. Sije nikaunguza. Familia. Piga stendi kubwa basi tuongee. Ni aje? Kama kaa. Basikia basi mwanangu. Mimi nilikaa ndichi pale na mwanangu. Ule pale. Ndio tulikuwa tukiongelea mambo ya kimungu, tunalingania na dini mwanangu, tunakumbushana kwamba Mungu anataka vitu gani. Lakini kwenye kuongea nikapiga kope langu kwa mbali naona mbona kana naona malaika ile jini malaika au ndo Mwenyezi Mungu kashatu bless katukubali tulivyokuwa tunaomba. Akasema no, ngoja nikunyatie nje nikuelekeze. Sikia mimi sina maneno mengi mwanangu. Mimi nakubaluzia hivi mwanangu. Naipiga hivi ngoma yangu. Mimi nakukubali, nakupenda. Nimeibuka kiuchizi mchizi mwanangu. Mimi umenichanganya au sio? Yaani mimi nimeona kwako naweza nikatuliza ngoma babude. Ukisikia kijiji kinaitwa tua ngoma, mimi kwako nishaitua babude, naweza nikaipiga na ikachanganyikiwa. Nipe nafasi basi niwe mtu wako kama mtu. Nikuweke magetoni babude, tufanye maisha mengine kama ya mke na mume, mimi nitakutuliza, naelewa. Yaani unavyoniona kabisa mimi naweza kuwa na yeye. Yaani umefikiria kabisa jamani. Kwa nini leo unaonekanaje? Mpaka yani umechukua muda wako kuja kunisimamisha mimi. Unaona kabisa tunaendana. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Nenda kaendelee na vitu vyako. You are not my type. Nisikilize basi mtu, au sio? Mtu sonya au. Wewe kwa naye ni mtu pia na mimi ni mtu, mimi sio mbuzi, au sio? Alafu sisi tuna kodi zetu. Au mabasha alofuga matumbo kama amebeba beseni kwa mbele, so watu. Leo atakubwaga kwa sababu ana kitu chake anachukua mwingine. Lakini mimi kaboka mchizi muuni. Nikishafunga hivi nimefunga babude, loki ya jela hiyo Guantanamo, au sio? Mimi nakukubali, naweza nikakaa naye afu nikakuunderstandia kila kitu, mavieni maeleni mapete vitu vya dhahabu. Mbona naweza kukulingania nikakupatia babude, mimi mpambanaji. Chukua kidali basi wewe enjoy nacho na ugali. Hebu kwanza nikuoneshe kwamba na mimi ni huyo mwenzio. Mbona unavutaje nini dawa ina mchele mwingi hivi? Dawa wapi? Sivuti bushi mimi. Next time ukinisimamisha wewe na vitu vya msingi. Aidha una SK not bush bye. Vipi Sela, mbona umerudi kinyonge? Yes. Mimi kutulia siwezi. Oya,
ukishakuwa msela kubali. Wewe na wanawake mbalimbali. Wewe kubali tu. Hatima yako wewe kifo jela. Hauna hatima nyingine. Unaona na mimi na feli au sio? Sikiliza, mimi sio kibona. Mimi najua kujielezea afu mwanaume understand na buku kama ninavyokuambia kila siku. Sema demo kaleta manjegeka. Kuna kitu kanifanyia hapa. Nimekutana na mademu lakini huyo atabaki hapa kwenye Medra Blankata mwanangu. Lili. Wanawake meyusho kichizi mwanangu. Kwa hiyo tunaanza na dua tuondoke au tunafanyaje? Dua yenyewe ishanikata tuondoke zetu mwanangu. Oya blaza. Samahani kidogo. Wewe nani? Na mbona mazingira ambayo wewe umetoka mimi sijaelewa. Vipi? Mimi nani? Muulize mwenyeji wangu mimi nani au mama mwenye nyumba huyo. Yaani mimi nakuuliza unafoka? Nini? Mpenzi. Vipi? Mbona sielewi hapa? Nani mazingira sielewi, naona ametoka ndani afu huko na kitenge afu yeye katoka. Wewe mamshume, wewe nitakuletea noma sasa hivi. Hebu nielekeze mazingira mazuri nani? Huyu ni Muha tu mpenzi wangu. Wewe achana naye, mwachi aende. Muha nenda. Kwa sababu mimi sijapenda bwana. Yaani nafika hapa ananiambia maneno yake ya shombo. Muelekeze mazingira mengine, ataje aumie huyo. Siku nyingine jifunze kuzungumza na watu kwa nidhamu. Hapo ulipo nikikwambia hata ulipe deni la mkeo hapo hauwezi kunilipa. Umeona? Umeona anavyonichamba, umeona? Hapana. Hebu niacheni mbele. Altesa. Kwisha. Wewe mwanende bwana. Wewe achana naye mpenzi wangu, achana naye na kuomba. Yule ni Muha, hana lolote. Kwanza umeliona alivyokuwa bonge. Alijanifikisha popote. Wewe tuenzetu ndani mpenzi wangu tukaongee. Kivipi sasa? Amekuja kuchukua twende ndani tukaongee bwana, tunamaliza wenyewe. Nini bibi? Kwa nini unajipigia mipasi yangu au sio? Unajua wewe ni mzee wa pasi.